Zaidi ya 90% wanaume wote huwa wanazaliwa wakiwa na afya kamili ya uzazi, lakini kadri miaka inavyozidi kwenda wanapitia changamoto ambazo zinakuja kuwafanya washindwe kuwa na stability ya uzazi wao na wao wanaume ambao sio lijali. Sasa huu haribifu wa uzazi kwa wanaume upo katika phase tatu. Phase ya kwanza ni kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka 16. Hiki ni kipindi ambacho tunasema ni cha utoto. Kipindi hichi watu wengi wanakuwa wanaharibikiwa katika mfumo mzima wa ulaji. Kwa sababu ni kipindi ambacho kuna pia pressure, pia matumizi ya madawa ya kulevya, matumizi ya sigara, bangi, huwa ndio yanaanzia hapa. Kwa hiyo ni rahisi sana kwenda kuharibu mfumo wa uzazi katika hiki kipindi cha mwaka mmoja mpaka miaka 16. Lakini kuanzia miaka 18 mpaka miaka 40, hiki ni kipindi cha ujana tunasema. Ni kipindi ambacho watu wengi wanakuwa wanaharibikiwa kutokana na mambo yanayohusiana na chakula, lakini pia kujichua ama tunaita punyeto. Ni kipindi ambacho watu wengi wanaanza kupoteza stability yao, lakini pia ndio kipindi ambacho watu wengi wanajiengage katika mahusiano. Kwa hiyo wanaanza kuaibika kupitia kipindi hichi. Na kipindi cha mwisho ni kipindi cha uzee. Katika kipindi cha uzee watu wengi wanakuwa wanapoteza afya ya uzazi kutokana na magonjwa, mwili kuchoka, lakini kutokana na athari zilizotokana na utoto wao pamoja na ujana. Kwa hiyo combination ya mlo mbaya, matumizi ya madawa ya kulevya, vitu vinavyohatarisha afya, lakini mwisho wa siku madhara yaliyotokana na punyeto ama hali ya kujichua. Kwa kama ni mwanaume ambaye upo katika hatua yoyote aidha ya utoto, uzee ama ujana, una jukumu la kulinda afya yako ya uzazi. Niko hapa kwa ajili ya suluhisho la kudumu. Unaweza kuchukua namba yangu tukawasiliana moja kwa moja ili niweze kukusaidia kuweza kuondokana na changamoto zako za uzazi zinazokukabili.